Marai almost 1 hour. Yeye amekuja saa 2 yule mama. Sasa hivi ndio ameruhusiwa kuingia after 4 hours. Saa 3. Eti kuna changamoto gani? Kuna changamoto gani kwenye Marai? Nakumbuka. Kwenye matengenezo kuna listi ambayo tunawakujia wagonjwa wale. Kwa wagonjwa ni wengi. Na lakini mgonjwa haya maelezo yarudie tena. Kuna changamoto gani? Mpaka wagonjwa au naogopa lazima patikane bosi wako. Kwa sababu hiyo ipo nje ya uwezo wangu na mimi wagonjwa na waida. Tunaulizia kwa nini mgonjwa anakuja saa 2 mpaka saa hizi? Kwa sababu wagonjwa wengi na kipimo kinachukua muda mrefu. Sasa ndio tunataka tujue standard. Issue ni kuwa hivyo kwamba kipimo kinachukua muda mrefu. Tunataka tujue standard yenu. Nyinyi mgonjwa wa MRI akija hapa atatumia muda gani? Wananchi wajue, tuambie. Lakini wagonjwa wakija wao tunawapa maelezo, tunawaambia wawe na stahamala kwa sababu sasa hivi ndio tunataka hamna stahamala, yani tunataka kujua muda minimum ambao mgonjwa atasubiria huduma ya MRI. Minimum ndio aongee daktari. Naam, kiongozi. Wagonjwa wa MRI wasubiri muda gani? Kwa kawaida kama hamna changamoto, mara nyingi unakuta baada ya saa kupata huduma. Unless kama kuna changamoto. Huyu mama alikuwa amesubiri masaa 4 ndio ameingizwa sasa hivi. Ni kweli, lakini kwa sababu ya hapo nyuma kulikuwa kuna changamoto ya mashine MRI kutokana na issue za umeme, kwa kuna waiting list. Kwa kutokana na waiting list ndio maana amelazimika kukaa kidogo muda mrefu. Sasa huwa mnaongea na wananchi kuambia kwamba kuna changamoto ya mashine na wagonjwa wamekuwa wengi, kwa hiyo muda wa kusubiri utaongezeka. Do you communicate with patients? Sasa ndio silalamiki. Na kama hamna changamoto ya mashine, muda wa kusubiri yani hardly 1 hour kwa tarehe. Hata mamake kama hamna changamoto ya mashine kuharibika, huwa tuambie tu ile ukweli, inachukua muda gani? Kipimo cha nini MRI brain inachukua dakika 45. Ile hiyo najua. Mimi nazungumzia mgonjwa akifika hapa, kwa siku mnafanya MRI ngapi kwa kawaida, siku ambazo kipimo kiko okay, hamna mashine iliyoharibika? 15. 15 kila moja anachukua dakika 45. Mostly anachukua 45 minutes. Dakika 45 wagonjwa 15 wengi. Utaweza wote 45 mara 15 unapata dakika 675 divide by 60 masaa 11. Kwa hiyo mnamaliza saa ngapi? Mara nyingi saa 11 au saa 12. Saa 12 sawa, inakuja 15 persons. Sasa aweza kupewa appointment, yaani asije kuanzia saa 2. Tunawapa appointment. Hawaji saa 2 wote. Wengine tunawaambia waje saa 2, wengine saa 4. Exactly, hiyo itasaidia. Kwa hiyo tujipange kwa utaratibu huo, tutumie appointments na tuwe tunaongea na wagonjwa kuwaelezea muda wa kusubiria na kipimo kinachukua muda gani, ili wasije wakaona kwamba wanapatiwa usumbufu ambao sio lazima. Lengo la ziara ni kukagua huduma za matibabu ambazo zinatolewa na kampuni ya Saifi Hospital Zanzibar. Kwa hiyo tumekuta kuna baadhi ya changamoto ya vifaa ambavyo vinatumika kwenye kutoa matibabu, ambavyo baadhi vimeonyesha uchakavu, lakini kuna uhaba wa vyumba vya kutolea matibabu. Kwa mfano kliniki ya pua, koo, masikio ambayo hapo zamani ilikuwa inafanyika Mnazi Mmoja, chumba walichopatiwa hakitoshelezi kwa kutoa huduma, na kuna baadhi ya huduma ambazo zinahitajika kutolewa na idara ya pua, koo, masikio. Kwa mfano huduma za kupima usikivu, hiyo huduma kwa sasa hivi haifanyiki. Kwa hiyo hizi changamoto tunazichukua kama wizara, tutaenda kuzifanyia kazi. Wizara inajikita kwenye kujenga vituo vya afya. Vituo vya afya vitakapokamilika vitasaidia kupunguza mzigo ambao wanapata hizo hospitali za wilaya.